Danieli na shimo la simba. Zamani sana, kulikuwa na ufalme wenye nguvu ulioitwa Babeli. Ufalme huo ulitawala maeneo makubwa na watu wasiohesabika, na ulijulikana kwa nguvu zake kuu. Mfalme Dario alikuwa mtawala aliyethamini sheria na utaratibu kuliko kitu chochote. Katika jumba lake la kifalme walikusanyika maafisa wengi waliolisaidia kuendesha ufalme. Miongoni mwa maafisa wote hao, Danieli alikuwa mmoja aliyeaminiwa sana na mfalme. Alikuwa mwenye hekima na uaminifu, na alishughulikia kila jambo kwa haki. Mfalme alithamini sana uaminifu wa Danieli na akamkabidhi majukumu muhimu. Watu waliweza kuhisi imani thabiti na uadilifu usiotikisika katika maisha yake. Hata hivyo, si kila mtu aliyefurahia mafanikio ya Danieli. Baadhi ya maafisa walimwonea wivu kwa sababu ya uwezo wake na kibali cha mfalme kwake. Walianza kutafuta njia ya kumwondoa Danieli, lakini hawakuweza kupata kosa lolote katika matendo au kazi yake. Hatimaye waliamua kulenga imani ya Danieli. Walijua kwamba Danieli alikuwa akimwomba Mungu kila siku bila kukosa. Wakijifanya wanatenda kwa heshima ya mfalme, walipanga njama ya hila. Ingawa ilifanywa kwa siri, ilikuwa na mtego hatari sana. Maafisa walipendekeza sheria mpya kwa mfalme. Kwa muda wa siku 30, hakuna mtu aliyeruhusiwa kuomba Mungu au mtu yeyote isipokuwa mfalme. Bila kujua nia yao ya kweli, mfalme alisaini amri hiyo. Mara sheria ya mfalme ilipotangazwa, haikuweza kubatilishwa. Danieli alipata habari haraka kwamba sheria mpya ilikuwa imetangazwa. Alielewa mara moja kwamba sheria hiyo ililenga yeye. Hata hivyo, hakuficha imani yake kwa sababu ya hofu. Danieli alichagua kubaki mwaminifu na kumtumaini Mungu hadi mwisho. Kama alivyokuwa akifanya siku zote, Danieli alipanda hadi chumbani mwake. Kando ya dirisha lililokuwa wazi kuelekea Yerusalemu, alipiga magoti kimya kimya. Aliomba akiwa na ufahamu kwamba alikuwa amesimama mbele za Mungu, si mbele za watu. Usoni mwake hakukuwa na hofu, bali kulikuwa na amani ya kina na thabiti. Maafisa waliomwona Danieli akiomba walikimbilia moja kwa moja kwa mfalme. Walimshutumu Danieli kwa kuvunja sheria ya mfalme. Aliposikia hayo, Mfalme Dario alihuzunika sana. Hapo ndipo alitambua kuwa alikuwa ameangukia mtego wao. Siku nzima, mfalme alitafuta njia ya kumwokoa Danieli. Lakini sheria ilikuwa tayari imetangazwa na ilikuwa inatumika. Kadiri muda ulivyopita, uso wa mfalme ulizidi kujawa na huzuni. Hatimaye, alilazimika kufanya uamuzi wenye maumivu makali. Hatimaye Danieli alichukuliwa kwenda shimoni la simba. Kwa sauti iliyojaa huzuni na wasiwasi, mfalme alimwambia, Mungu unayemtumikia daima na akuokoe.
Mlango wa shimo ulifungwa kwa nguvu kwa jiwe kubwa. Usiku huo, Mfalme Dario hakupata usingizi. Chakula wala mziki havikuweza kumfariji. Mawazo yake yalibaki kwa Danieli aliyekuwa shimoni la simba. Usiku ulipita polepole, ukiwa mzito kwa wasiwasi. Ndani ya shimo la simba, Mungu alikuwa pamoja na Danieli. Mungu alimtuma malaika akafunga midomo ya simba. Simba hawakumdhuru Danieli, wakabaki kimya. Hata gizani, ulinzi wa Mungu ulidhihirika wazi. Alfajiri ilipofika, mfalme alikimbilia shimoni la simba. Kwa sauti iliyotetemeka, alimwita Danieli kwa jina. Baada ya muda mfupi, jibu wazi likasikika kutoka shimoni. Danieli alikuwa hai, akimsifu Mungu wake. Danieli alitolewa salama kutoka shimoni la simba. Hakukuwa na jeraha hata moja mwilini mwake. Mfalme na watu walishuhudia tukio hilo la ajabu. Hakuna mtu aliyeweza kukanusha uweza wa Mungu. Maafisa waliomshtaki Danieli kwa uongo waliletwa mbele ya mfalme. Kwa sababu ya njama yao wenyewe, walitupwa ndani ya shimo la simba. Wakati huu, Mungu hakufunga midomo ya simba. Shimo likawa mahali pa kuonesha mwisho wa mioyo mibaya na mipango ya uongo. Mfalme Dario alitoa amri mpya katika ufalme wote. Aliwaamuru watu wamche Mungu wa Danieli na wamheshimu. Alitangaza kwamba Mungu huyu yu hai na anatawala milele. Ujumbe huu ulienea katika nchi yote. Baada ya hayo, Danieli aliendelea kulitumikia taifa kwa hekima na uaminifu. Alimwamini Mungu zaidi kuliko kukubaliwa na wanadamu. Maisha yake yenyewe yakawa ushuhuda wa imani. Kupitia Danieli, watu wengi waliona mfano wa imani ya kweli. Hadithi ya Danieli na shimo la simba imesimuliwa kwa vizazi vingi. Inatufundisha kwamba imani ina nguvu kuliko hofu. Inaahidi kwamba Mungu yuko pamoja na wale wanaomtumaini katika kila hali. Ukweli huu bado unaishi kwa ajili yetu leo.